Tukizungumzia broker ni nani na ana msaada gani kwako kama mwekezaji katika soko la hisa la Dar es Salaam Stock Exchange. Broker ama wakala wa soko la hisa ni kampuni ambayo ipo kwa ajili ya kukusaidia wewe kununua hisa lakini pia kuuza hisa. Tafsiri yake ni nini? Huwezi kununua hisa pasipo broker kuhusika ama wakala kuhusika, na huwezi kuuza hisa pasipo wakala ama broker kuhusika. Na hapa itakusaidia wewe kwamba unapotaka kuuza hisa zako, tafsiri yake ni kwamba utamfuata broker na kumweleza kwamba unataka kuuza hisa zako za kampuni fulani ulizonunua na kwa shilingi ngapi. Yeye atakusaidia kuweka oda yako kwa ajili ya wewe kuuza zile hisa zako. Na kama unataka kununua zile hisa zako, utaweka oda kwa broker wako unapotaka kununua zile hisa, kwamba unataka kununua hisa za kampuni fulani kwa bei fulani, na yeye pia atachukua maagizo uliyompatia aweze kukusaidia kununua zile hisa zako. Na hapa pale unapotuma kwa njia ya system, tafsiri yake pesa zile zinaenda kwa broker. Broker ndiye anafanya ununuzi badala yako wewe. Na hapa hii ndio kazi ya kwanza ya broker. Kazi ya pili ya broker ni wewe kukusaidia kukupa ushauri ambao ni ushauri wa bure tu wa wewe uwekeze sehemu gani, vitega uchumi gani ni vizuri vya uwekezaji kama kampuni zilizo nzuri ndani ya soko la Dar es Salaam Stock Exchange. Broker ataweza kukushauri ni ipi inafanya vizuri, ni ipi ni dhaifu, ni ipi ni nzuri. Kwa hiyo kama wewe ni mwekezaji ni mpya, haujaelewa ni nini cha kufanya, ni broker na maana gani, broker ama wakala wa soko la hisa, yeye ana msaada mkubwa kwako kukushauri na kukupa details zote na utafiti ambao tayari wao wamekwisha kufanya, kwamba ni kampuni gani inafanya vizuri, ni kampuni gani inafanya vibaya, ni kampuni gani inaonekana ni dhaifu lakini mwenendo wake baada ya muda fulani itakuwa ni mzuri sana uweze kuwekeza. Lakini pia anaweza kukushauri ushauri mzuri kwamba uwekeze kwenye kampuni ipi ambayo kwa wakati huo inafanya vizuri. Lakini jambo la msingi ambalo pia unatakiwa kulizingatia, broker atakusaidia kushauri kampuni zipi uweze kuwekeza, lakini cha msingi sana wewe binafsi unatakiwa kujifunza namna ya kufanya tafiti za masoko, namna ya kufanya uchambuzi wa masoko ili kusudi kupata kuelewa kampuni ipi inafanya vizuri, namna gani inavyoenenda, ni wapi niwekeze, wapi nisiwekeze. Hii pia itakuja kukupa wewe wakati mzuri wa wewe kuwa mwekezaji makini ambaye utakuwa unapata manufaa makubwa katika soko. Wakati ukifanya tafiti zako binafsi, utakuwa unawashirikisha mabroker wako